Ndikuwa familia, usikae kama wewe si wa familia. Kutoka Wizara ya Elimu, na zile viti ziko upande ule zimetengwa kwa sababu yao. Ni wageni wetu na sio vizuri wageni wakikuja wakaweze kusimama. Let's give them easy. Time tuwapatie wakati mzuri ili watupange sawa sawa. Taasisi ya Daniel Nyariki alikuwa anafanya kwa niaba ya familia. Naona familia imefika. Familia imefika. You call yourself? How do you call yourself? Yes? Kipsea. Mama Lucy Nyambura Nyariki amefika. Karibu sana mama. Amina, tunasema daktari, tunakuona na tunakutambua. Pole sana kwa kumpoteza baba. Baba amefika na familia yote kutoka Kiabonyoru na our relatives all the way from sana. Kwa sasa wacha ni wakaribishe kwaya iko hapa mbele, alafu Kisi Pentecostal. Kwa hivyo tujiandae kwa utaratibu na asante sana. Kuna watu tukiwa kanisani, kuna watu wanaongea. Sipendi, haitakuwa vyema watu waendelee kuongea tukiwa kanisani. Huko kanisani, hii ni kanisa, ni ibada. Kwa hivyo naomba ukiingia unakaa taratibu, usiwe mtu wa kuongea. Watafanya kazi yao sawa sawa na vile wameshauriwa. Kwa hivyo our security team, you can be there, stand by. In case there is somebody who is giving disturbance, tutakupatia mahali pako pa kukaa pale nje. Asante sana. Kwaya karibu sana, tubariki na wimbo. Mapambano washiriki, kuna vita kati ya nuru na giza, vita vya Roho Mtakatifu na tamaa zote za kimwili. Tusimuue shetani asipate maishani mwetu. Bado mapambano washiriki, na tamaa zote za kimwili. Elele tupigane vita, tushindane na mwovu shetani asipate nafasi maishani mwetu. Mikaeli yu macho halali, taasi yetu,
atatupigania. Mikaeli yu macho halali kamwe, atatuzingira pande zote. Nyenyekea chini ya kivuli cha Bwana, vita si yetu, atatupigania. Tubalini ya Mungu muumbaji wetu, chini ya bawa zake tuko salama. Malaika wanatuzingira, tusiwe na shaka maishani mwetu. Mahanga atatufunika bawani mwake, chini ya bawa zake tuko salama. Mikaeli yu macho halali kamwe, atatuwekea chini ya kivuli cha Bwana, vita si atatupigania. Mikaeli yu macho halali kamwe, chini ya kivuli cha Bwana, vita si yetu, atatupigania. Mikaeli yu macho halali zote. Nyenyekea chini ya kivuli cha Bwana, vita si yetu, atatupigania. Mikaeli yu macho halali chini ya kivuli cha Bwana, vita si yetu, atatupigania. Onya tuli omorogi teba amina. Na kanisa tunasema abarogi bakirire. Na kanisa tunasema amen. Asante sana. Thank you so much. Na kwa njia kipekee, kwa niaba ya familia, ningependa kuwashukuru kabisa wana Kisii National Polytechnic na vile nilisema wakiongozwa na Beatrice Nyariki, walikuwa wanafanya kazi kwa ukaribu na our chief principal so much Sir Steve Wachola, student president tunatambua kazi yako nzuri, asante sana. Alafu leo ni siku muhimu sana katika our chief principal amefanyiwa elimu, Mheshimiwa Ezekiel Ombaki, yeye ndiye ataongoza Department of TVET. She's the director, the PS, State Department of TVET, na directors wako chini yake. Madam Joyce Mwale naambiwa amefika, ako hapa. Asante sana Madam Joyce. Na Madam Joyce amefanya kazi nzuri sana tukiwa Nairobi. Yeye ndiye alileta ripoti ya hao wangwana wote katika ministry ya elimu pale Nairobi.
We appreciate your presence. Thank you so much. Madam Evelyn Anupi. Yes, yeye ni director planning. TVET. Director Evelyn Anupi, asante sana kwa uwepo wako. Naarifiwa kwamba amefika. Alafu pia ningependa kutambua uwepo wa yes, Director Technical Education, Meshak Opora in the house. Thank you, Nairobi. Ndugu Elkana Mosiori, asante kwa kazi. Elimu tunawatambua, Mungu awabariki sana. Later I will recognize the chief principals of different TVET institutions in Gusiland na wale ambao wametoka nje ya Kisii. Msimamo wako katika maisha yako mbinguni, anapokuona umeiacha kazi yake, unamchanganya. Tangaza msimamo wako katika maisha ya wokovu, ulione wewe Mungu wetu wa mbinguni, anapokuona umeiacha kazi yake, unamchanganya. Tangaza msimamo wako katika maisha yako, ulione wewe Mungu wetu wa mbinguni, anapokuona umeiacha kazi yake, unamchanganya. Tangaza msimamo wako katika maisha ya wokovu, anapokuona umeiacha kazi yake, unamchanganya.
dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu na kufuata mapenzi yake Mungu yaliyo mema. Amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Mbona watu hawapigi makofi jameni? Tuwapigie makofi. Thank you so much. Asante sana, wanafanya kazi nzuri chini ya uongozi wake Bishop Ezekiel Ndubi. Asante, Mungu awabariki. Na ningependa kuwajulisha tena ya kwamba sherehe ya siku ya leo ni sherehe ya kiserikali ikiongozwa na waziri wetu Ezra. Uwepo wa governor wetu wa Kisii County, His Excellency Paul Simba Arati, ambaye kwa njia ya kipekee amefanya kazi na kiongozi wetu ambaye amelala, Daniel Nyariki. Kwa hivyo tunatarajia uwepo wa governor wetu wa Kisii County, His Excellency Paul Simba Arati. Ningependa kutambua wale wageni wengine ambao wamefika. Kuna yule ambaye alikuwa ni kaimu mwenyekiti wa kamati ya Dr. Joseph Momanyi. Dr. Joseph Momanyi, sijui mahali amekaa. Thank you so much team Nairobi, you did a good job. Yes, na mwenyekiti wa hiyo kamati ako njiani, akiingia tutamtambua. Thank you so much. Na kwa sasa ningependa munikubalie tafadhali, you do the consultation pole pole. The security team naomba mkifanya consultation tufanye pole pole, kwa sababu naomba tu kwa heshima, as you do the consultation on sitting arrangement, naomba tu kwa heshima wale ambao mnafanya consultation vile wa viongozi. Kwa hivyo ikiwa naomba tukae kwa sasa, ikiwa usimama tukae, kwa sababu tuko kanisani. Tuheshimu familia ya kiongozi wetu, our chief principal Nyariki, na itakuwa vizuri hivyo chini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo naomba please, as we do the consultation, can we sit, because I would like to in the man of God atubariki na
neno kwa dakika 5, alafu kisha baadaye tuendelee. So can we sit as we do the consultation please? Naona bado mnasimama, naomba tu kama mnafanya ushauri tufanye huko nje ama tufanye tukikaa. Alafu kisha baadaye tuendelee. Kwa heshima ya familia nataka tuwe na utulivu wa hali ya juu. Kwa hivyo naomba tufanye fungu fupi, alafu kisha baadaye nitarudi kwenu. Thank you so much. Thank you very much. I want to recognize the attendance. 70-day Adventist group ambayo inaongozwa na Haruni Asiago. Nataka pia kutambuliza ambayo inaongozwa na Bernard Nyachenga na God Nabwari. Christian Union inaongozwa na Evelyn Rikruma Pentecostal Church Nyamira, Tinga Church Choir, Kisii Pentecostal Church Choir. Kama kuna kwaya ambayo sijataja tafadhali ulete jina hapa. Nataka pia nitambue uwepo wa Reverend Abel Orangi KCPC, Reverend Dennis Omondi RPC Rikruma, Pastor Kennedy Otieno toka RPC pia, Pastor who is the county chaplain Kisii County Government, Reverend James Mwagi KPC, and lastly our Bishop Ndubi of Kisii Pentecostal Church of God. I take this opportunity now to bring Robert Okindo, a Reverend. Chaplain, asante sana kwa nafasi. Na ninashukuru kwamba nimepata dakika 5 kusema neno la Bwana, ili baadaye programu itaendelea. Na ninajua kwamba nimepata nafasi hii kwa sababu mimi ndiye mchungaji mhudumu wa serikali katika kaunti ya Kisii. Na hata hivyo pia mimi ndiye mwenyekiti wa chaplains katika eneo hili la Nyanza. Na tumefanya kazi kwa pamoja na kiongozi huyu ambaye ni marehemu sasa. Na ninajua hata chaplain kubwa kutokana na kazi pamoja na principal huyu ambaye amelala. Ili niweze kusema maneno mawili, na Bwana ni mwema. Kila wakati, hata wakati tunajua kwamba bado Bwana ni mwema. Nina mambo yote ambayo yanafanyika katika uso wa nchi difficult. Maisha yanakuwa magumu. But we have hope in the God of the Bible. Amen. Changamoto lakini tuna matumaini katika Bwana wa Biblia. Bwana ambaye anabariki watu. What can man do
for me. Onye Nyasaye ora nsense mo yane ninki mwanya abantu you to comfort you. The Lord will be encourage you even the difficulties of this life. Brothers and sisters, I want to encourage everybody that as meeting will be peaceful, that this meeting will be a great meeting for the word of God. That at the end of this meeting we shall say glory and honor. Bow our heads as we pray. Baba na Mungu wa mbinguni, umetulinda wakati ambapo tumetoka na wakati tulipo na wakati ujao. Mfalme, umemtunza, umempa baraka yako katika hali ya lala katika usingizi wa mauti. Tunajua Bwana ikiwa, lakini hata hivyo, hata siku ya kuja kwako watakao baki na sasa tunamuombea mama harusi na watoto wake na familia nzima ya mzee Onyoki hapa. Wafanyikazi pamoja na wanafunzi, tumaini yao katika Kristo. Amani na utulivu katika chuo hiki. Tunaombea tunaombea viongozi ambao wamepata nafasi kukaa katika mkutano huu. Bwana, tunaomba amani, tunaomba utulivu, uweze kuwabariki viongozi wetu national government. Amani yako idumu tunapoomboleza mtumishi wako. Mapenzi yako yatenda hata tutakapomaliza safari hii. Bwana, tunaomba kwamba wote wafike nyumbani salama. Watumishi wako na Roho Mtakatifu, tupe matumaini kwa yote na moja
kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, wote waseme amina. Bwana, tuwapigie makofi kabisa kanisa. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Dennis Mosoti Mburembe, asante na kuona. Alafu hapo kwa sababu hicho kiti kuna wageni watakapo, naomba tu kwa heshima wale ambao mngependa kutumia vyumba vya usafi pale chini vile nimesimama pale zimetengenezwa kwa ajili ya kujisaidia. There is ladies and gents, kama wafalme na malikia. Yes, kama utapata hiyo utapata kings and kibona mutari gokuane lakini kwa kita tanga eri abasaja litangazo liko ndaki ya kaniri. Asante sana. Alafu for the VIP, najua tusiingie hapo tafadhali kwa sababu security itakubeba. Thank you. Asante. Kwa niaba ya familia kwa mara nyingine ningependa kuwakaribisha nyinyi wote na taasisi ya The Kisii National. Wimbo maalum kwa sababu ya our chief principal Kausa, mahali popote huko wapi? Kisii National Polytechnic students, are you there? Wazee msimame hivi, you wave. Msimame, nataka Kisii Polytechnic students msimame tafadhali, msimame kabisa, msimame, nataka nisikie sauti yenu, sijasikia sauti bado. Oh, that's good. Sasa huyu anawakilisha wanafunzi. Wacha tubariki na wimbo, na huu ni wimbo ameutunga specially kwa sababu ya our chief principal. Yes. Bani priest Umuisha wangu anayetupenda kama wanawe katupenda wachana leo
ang'ania moyo wake enyikanga juu walimu wetu liwapa motisha kati ya bindi kweli kweli meta tamelemeta kwenda mbinguni hata wafuru sikuelewi kifo sikuelewi mimi sikuelewi nakopeleka wapendwa mimi sikuelewi kweli sikuelewi sikuelewi kweli sikuelewi nakopeleka wenzetu mimi sikuelewi umenasa shule ya kisipo ukanya mbinguni mbinguni kwenda mbinguni hata wafuruge tamelemeta kwenda mbinguni furuge tamelemeta Maridadi kabisa, tumpigie makofi kijana atapata nafasi. Tutapati yenye ilikuwa inaongozwa na ndugu yetu Kennedy. Yako wapi? Ningependa Kennedy, tafadhali. Kennedy, if you are there. Kennedy, uko pale? Ndio bwana Master of Ceremony.
Kwa majina mimi ni Kenneth, introduce themselves. Good morning, everybody. I'm Kennedy Mumanyi. Including Kati, Minister of Education, the Nairobi Committee, who made this asset. Julius Segera, labda ikipatikana wakati during the administration, he will be recognized. For now, acha nimuite daktari. Committee members, beginning from the far end, Robert Moundo Musa, Nyariki'S my cousin, also Nairobi. Nyariki'S first cousin from Nairobi. Thank you. now our committee and the entire family, our condolence, we wish to say Son. May I say this, that Daniel was who have made all these things happen. That we are Asante sana daktari, tuwapige makofi kamati. Ningependa kutambua Chief Nyamongo ambaye ni cousin to the late kutoka Kiabonyoru. Watu wa Kiabonyoru.
Kiabonyoru. Yes, Kiabonyoru, tafadhali msimame tu tuwatambue. All right. Thank you. Tukae kidogo tu. Let's be seated kidogo tu. Tukae kidogo tu. Ambaye yeye ndiye mgeni wetu mkuu wa siku ya leo, na pia naomba utulivu wa hali ya juu kabisa. Mungu awabariki. Tunapo wetu Chief Principal Daniel Nyariki'S. Kwa hivyo naomba wageni wetu sana, ikiwa hatutawatambua kwa sababu nyinyi ndio na wetu ambaye ametusaidia. Ningependa msimame kwa mara nyingine tena kwa sababu waziri alikuwa anaingia. Msimame. Timu Kiabonyoru tafadhali kwa njia ya kipekee. Yes, please just come. Yes. Ndio omanyete na moye amabaka ga akiri baga. You represent Team Kiabonyoru. Karibu. Kwa majina nimewaambia naitwa Evans Nyaundi. Hii ni mkaaji wa Kiabonyoru. Kwanza tunaleta rambirambi zetu kwa Kisii National Polytechnic / mimi kama kijana ya nyumbani, sababu niko na wazee, nimesema pole. Familia pole na Teracha community of Kiabonyoru. Hatuna mengi because of time. Mheshimiwa Waziri, asante sana. Mimi ni mmoja wa komiti nilikuwa pale Nairobi, ulitusaidia sana. Kwa mchango yako tumeshukuru. Kuna viongozi hawajafika, na wakati wao ikifika wataongea. Pili, kama familia muendelee kutuombea, na naomba waziri akiwa hapa, hii nafasi tafadhali turudishie pale Kiabonyoru. Tutafute mtu mmoja apewe principal, hata kama sio hapa, sababu ile bengo imebaki pale ni kubwa sana. Waziri tia manani, tafadhali tupe hiyo nafasi. Asanteni sana. Asante sana, tumpigie makofi ndugu ambaye anawakilisha jamii kubwa kutoka Kiabonyoru. Kuna timu imetoka Gesonso kwenye mwalimu anaishi. Ile timu kubwa kutoka Gesonso, ningependa nyinyi wote msimame. Timu Gesonso tafadhali, kama mko pale msimame nyinyi wote, wale ambao ni majirani unaishi na
mwalimu wetu chief principal. Msimame. Timu Gesonso mko wapi tafadhali? Timu Gesonso msimame nyinyi wote, tunawatambua uwepo wenu. Timu Gesonso msimame kabisa, msimame. Oh, that's good. Thank you so much. Timu Gesonso, Mungu awabariki mkaya. Asante sana. Thank you. Kwa sasa, kwa sababu muda unakimbia na kwa heshima kuu ya kiongozi wetu shujaa ambaye amelala, tungependa kuwa na utaratibu kabisa ule ambao unafaa. Kwa sababu vile niliwajulisha hapo mbeleni, hii ni sherehe ya kiserikali. Kwa sababu mwalimu amelala akiwa anafanya kazi, kwa hivyo lazima apatiwe ile heshima ambayo anastahili. Ningependa nimuite Michael MC, ndugu James Maganda, my namesake, karibu sana. Atatuongoza katika ratiba nyingine ambayo iko mbeleni. Karibu sana ndugu. Asanteni sana na karibu nyote katika hii sherehe ya mwalimu mpendwa ndugu Nyariki. Allow me at this point in time to call the chairman, Kisii National Polytechnic, to call a few speakers. Chairman, please, wherever you are. Let's come. Thank you. Na wasalimia mwata mjambo. Nataka kukaribisha nyinyi katika college. I know you might have been welcomed, but I want to say on behalf of the staff, the students, and the council, you are all welcome to this institution for the purpose of the funeral of our chief principal, Daniel Nyariki'S. We have agreed that we will run this funeral in such a way that by 1, we would have released most of the guests who came from very far to go back to their homes. So I'm appealing to you, if you are given a chance, just to give a statement and give room for the others. The CS is also having another function. The PS is also having another function. So that is the reason why we want to run this program very fast. To start with, I want to call those institutions where Mwalimu worked. Ibacho is first station. Those who came from Ibacho, please, where you are, stand up for the recognition that Mwalimu worked with you. All those who came from Ibacho, wherever you are, I know you are many. You requested that we bring the body to Ibacho. It was not possible. I want to thank you for coming. One representative to give just a message, please, very fast. One of you to give a message on behalf of the people of Ibacho. Another mic. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. It's a great day for our brother who has slept. 20 years, almost 20. We thank God for him because God has taken him. My name is Beatrice Kerubo. I've been a family friend. Nyariki'S a brother. Children. I want to thank God for this far, and may God bless you and keep you well. Those from Rio Mego, please, where you are, we just want to recognize you wherever you are. After Ibacho, Mwalimu left for Rio Mego. Where you are, please. Because of time, you can salute, we recognize you, and we thank you for coming. Those who come from whoever stand up and we recognize you, worked there, and I'm present. Thank you for coming. Those from Nyariki'S, Mwalimu did a lot in Nyariki'S. Where are you? Please stand up, we recognize you.
May God bless you for coming to Kondo Mwalimu. Then from there we go to Siwa, anybody from Siwa, where Mwalimu left before he came here. I think you have come from far. If we can give you a mic, one of you just give a statement. A statement, please. Give us another mic, please, if it is possible. Oh, there's one here. Just a statement. We have no speeches. Chair. Our CS, all from WhatsApp, all mourners. My name is Joseph Mibe, Principal Siwa TTI. It's at this time we are saying pole to our brother. When he left, I joined the institution where I've seen his efforts, and we have come, though there is a number who are on the way, who have come with us, they will join us, and we are saying, as to the family, Mom, pole, Mungu patie, nguvu, linde, pole sana. Come to place where you are, National Polytechnic. Students, wherever you are, please stand up and let me get the leader of the council give us a student of this national. Stand where you are. Stand where you are and let me get the student council. I want to thank you for what you have done. You have come. Thank you and God bless you. Here is the student leader. Tell your premier, please. Just a message. Just a message. Thank you, Mr. Chair. I want to take this opportunity to say we are bereaved, and our chief principal was a good man. During my time as president, because we have the new Kiposu president, because I thought he was supposed to avail himself. So my name is Richard Otino Dipo, the former president, KC National Polytechnic Student Union. And I know wherever the Kiposu members are, please, you can just wave wherever you are. Thank you very much, and may God bless you. Mr. Chair, allow me send my, okay, they're there. The president is here. Thank you very much. The president has arrived, all right? I want you to be very brief, please. Thank you. Because I will not speak much, I just want to send my condolences to the family of the chief principal, Mr. Daniel Nyariki'S. And during the leadership of the former Kiposu, he availed himself for the students. And during his time, I want to tell you, we really enjoyed being in the, look at the picture, the face of the institution. It is the leadership of chief current president, whom I gave the mantle to continue leading the institution. Others. Odipo, to His Excellency, good morning, ladies and gentlemen.
Allow me to get an overview. Get an overview of our champion and our only center. And our only center of refuge. But let's be assured that if we remain Russia's, that if we remain Russia's, we will one day meet our loved. And as I said, I want to thank you so much.
President Katia Stevens. Good morning, everyone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sharon Sabato, council member. Polytechnic ina wanafunzi au trainees ambao ni 15,000 na wafanyikazi ni wakati wa masikitiko, the programs within the institutions have been running smoothly. Kwa hivyo ni hongera sana kwa wanafunzi. Pili, we are very much happy with what the Cabinet Secretary for Education has done for us. Mheshimiwa Bwana Cabinet Secretary, hawa ni wale watu ambao uliteua kufanya kazi katika Kisii National Polytechnic. And I want to take this opportunity to assure you, Mheshimiwa, kwamba we are not going to let you down. Kisii National Polytechnic is strategically positioned. It has a catchment area that we are going to leverage on. Kwa hivyo tunatoa ahadi kuwa sisi kama council members, we are going to work hand in hand with management to see to it that Kisii National Polytechnic gives out trainees who are able to fit in our labor market. Na mwisho ni kwamba Bwana Cabinet Secretary, tunakushukuru sana katika hii safari, katika huu msiba umekuwa na sisi. And more than that, time and again, we've come to your office for assistance and you've never failed us. Thank you. Asanteni sana. Thank you, council members. You can go and sit. I want to say, before Nyariki became before Mwalimu came to the TVC colleges, he was a principal of a secondary school. And I'm sure there are so many principals who have come to this funeral. Secondary school principals present, please. You can stand up front and one of you can give a message. We want to recognize you because you have been with us in this journey. All the principals in secondary schools who are present, please. Those who are nearby, you can come front. Or you are not there. Principals of secondary schools in Kisii and Nyamira, those who are able to make it, we want to recognize you, and we are very thankful that you have supported us in this journey. In that connection, I also want the outgoing deputy principal, Nefi, to come. Please come up front. You worked very closely with principal, and I think please. Just a Thank you, Chair. Your Excellency, our Cabinet Secretary, Madam PS, thank you for coming. Council, I feel very humbled this moment. My name is Mebe Wanjala, the immediate former Deputy Principal Administration. We worked very closely with Chief Principal Nyariki. To me, he was not my boss. He was my friend, and the Kisii fraternity will attest to that. What I can say is, rest in peace, my friend. Go well, my boss. Thank you. Now, at this moment, I want to call the CATI principals, read by
the chair, Mr. Mwangi. Those who are present, please come front. Come front. We want to thank you. Which you would want to give before the mourners. Please. All the principals. These are correct principals in TVET institutions. I know you have come in a big number. Jane, there was not a journey that we could do alone. As you can see, there are so many. I wanted to recognize them because Chairman, tukiendelea muda wetu unakimbia sana. Take the photo. They would want to be having it. Mr. Mwangi, I think you take over. You are so many, you know. Maybe 2 or 3, please, to save time. Thank you. Chairman, kwa ratiba ya siku tafadhali naomba moja ongee kwa sababu ya muda. Tuko na dakika 10 ndio tuingie kanisa. Kwa majina ni David Mwangi, and National Share Kati, Chief Principal, Nyeri National Polytechnic. And on behalf of the Kati fraternity, we are here to condole with the family, brothers, friends, and the loved ones of our colleague and brother, Mr.Daniel Nyariki'S. He is a man 15, and I remember I met him in that with the time I will come over and take KC National Polytechnic from him. The same time I will hand over the same baton to him again. So to me, he's a friend, and we are very close, and we have been talking, and I can say in the TVET sector, there is a gap that we are going to struggle filling. So the family, I'll receive our condolences. CS, very briefly, I would like the regional chairs just to say a word, starting with the host chair, Lake Nidjon Banaland. Thank you so much to our able CS, Honorable Machogu, to our able PS, Dr. Esther Moria, to the church, to the family, to the fraternity of the KC National Polytechnic, and all the TVET fraternity. This is the trying moment that we have to humble ourselves before God because one of us has departed. I'm Daniel Randa, the principal, Siaya Institute of Technology, Siaya County, also the chairman, Kati Lake Region. Thank you. Regional chairs, just say a word. My name is Mutembei Kihige. I'm the chief principal of the Meru National Polytechnic. Nimekuja kuleta rambirambi la region ya Mount Kenya East as the chair. Thank you. Santi. Kibay. CS and PS and all protocol observed. My name is Koe Charles, the chief principal of the Eldoret National Polytechnic and the vice chair Kati. But I'm sending a message of condolences on behalf of Kati North Rift. Where I've been sent by Mr. Josephat Kipkemboy. Poleni sana. CS, our PL, on behalf
behalf of Nairobi region, we bring our condolences for our brother. May God rest in mourners. So give us a few minutes, we'll finish. As you are seeing, school with Nyariki, and I 81, 84 tulikuwa Gesusu Secondary School kabla ya kwenda kwingine kote. I want to request the mourners, please. We can only do one session. We want to bring the Minister of Education. Please, I call Dr. Obora, the Director, TVET. I call Dr. Obora, the Director, TVET, come and take over, because I know the PS and the CS are going somewhere. Come and take over, please, and be very brief. Thank you. God bless you. Thank you very much, our CS for Education, Honorable Ezekiel Machogu, the PS State Department for Tibet, Dr. Esther Moria, the family of the late, the church, and all mourners. Good afternoon. We are bereaved because of our great leader was left us. As a sector, we have lost a lot. And before I give a statement, I want to recognize the presence of all the ministry officials that are here. We have come in numbers. I just want them to come so that you can see the ministry officials work hard. A number of them come. Yes, we have our state agencies are here, and all our staff that have come. You can see we have come in a great number. It's because we are touched. We are so much touched because of the work, the friendship that Mr. Nyariki has been. We are all moved because of his death, and we are praying that may God put his soul in peace. I'm not going to ask my colleagues to introduce themselves, but we have seen them. We have those from administration, planning, sagas, and all that. Thank you. Now, with that introduction for our staff, may I take this humble opportunity to welcome our PS
for State Department of Tibet, Dr. Esther Moria, to give a statement for the department. Karibu sana. The family of the late Daniel, Nyariki, my CS, and everybody present. Habari zenu. Like you have been told, my name is Esther Moria, the Principal Secretary, State Department for Tibet. I had a prepared speech, but I will not read it because I know what I want to say. I want to say that, of course, as a department, we are saddened by the departure of our colleague. We knew what was happening from the time he fell sick, and we, as much as we could, work with the family. I spoke to Dr. Kevin almost on a daily basis, and we walked all the way until our brother rested. May his soul rest in eternal peace. And those of us who have faith in our Lord Jesus Christ, we know that by and by we shall meet again. So my sister and the boys and the entire family, stay connected with our Lord Jesus, because that is the path through which we shall be able to live with our brother again. Number two, to the Kati fraternity, as well as to all those who have been laboring with my brother Nyariki. For me, like I said in church, Nyariki was a personal friend. We spoke a lot, so I have not only lost a principal, but I've also lost a friend. And I want to tell the rest of us who are working with me, there's a statement I have made, and I'll make it here again. Let us labor while it is day, because for sure, night is coming. For our brother, the night is here. But for us who are still around, we have said that we have a responsibility for the young people of Kenya. When you are gone, like my brother Nyariki, which young person will you be able to say that you skilled him or her, that you put that young person on the path of making a better life for him or herself once your night comes? So let us continue to ensure that we are doing something for the young people of Kenya, because that is why the government of Kenya has put us where we are, because right now we have the opportunity to do that which we have been called to do. Otherwise, to my sister and the family, it is well. And may the Lord bless you. If I am allowed now, let me take this humble opportunity to invite the Cabinet Secretary for Education to come and give his speech. CS. Yeah, thank you, praise be. Yeah, thank you very much. The widow of our friend Nyariki, Marusi, and the entire family, all of us, the PS, Mheshimiwa Manduku, a member of parliament from where I come from, the Vice Chancellor of Kisi University, and all of us, the students, and the clergy. Good morning. Good morning once again. Yeah, thank you very much. One, we are all here to mourn a great Kenyan, a great man. Nyariki, for the time that he has served this country, and more so as the principal of Kisi National Polytechnic, he has mentored thousands and thousands of young people. I personally knew him before I was appointed at the CS Education, but I even knew him closely once I became the CS Education the year 2022. Because as I was with my boss in State House, I remember sometime in November, man
known as Daniel Nyariki, you have to get him back to Kisii National. Ladies and gentlemen, you know what happened way back, I think in 2020. During which time His Excellency came in as the chief guest during a graduation day. Pole pole. Governor. Karibu Governor. Sasa. Karibu Governor. Karibu Governor. Sasa watutulie basi. Ya tutulie sasa wanafunzi. Sasa tutulie sawa. Huyo ni Governor. Sawa. Governor karibu. So as I was saying, tuwe watulivu tafadhali, tuwe watulivu. Wanafunzi watulie. Wanafunzi watulie. So during that particular period, during that of 20 during that 2020, during that particular period of 2020, Nyariki was unceremoniously transferred from this particular institution to another college. Indeed, it was done immediately a day after His Excellency the President was in this particular college. And it is for that particular reason that His Excellency the President insisted and said, you cannot take him to another college apart from Kisii National Polytechnic. And I did exactly that. The principal, he had done commendable work. Our people in Kisii and the region set the Vision 2030. Kenya, we have the bottom up, which we have said that particular agenda we have as a country cannot be achieved through TVET institutions. Our young people who have been given the opportunity to join our TVET institutions where we're offering all kinds of technical courses, we have said that is the way to go. That is the direction that we had taken as a country, and His Excellency the President and the government of this country is investing a lot in that. I've been here 2 times, during which time he was here, and we have had an opportunity of taking you through what is expected of you, the young people. One of the challenges that we have as a country today is unemployment. And we have said we have to decisively, very deliberate and intentional way, deal with that particular problem of giving computers the legitimate program in each and every TVET institution. As we talk today,
we have issued computers. Was actually the second after Kabete. No another apart from the president of this country. We have said Jitume because it depends on your own personal success. Because as you are going on with your running process and activities, in Asia, Japan, and all these other countries, so kindly for the benefit of our young people. I know the National Polytechnic, you have also taken advantage of the same. And kindly, if you have not joined, ensure that you join that particular program. What we also did with my friend, which I my peers here, we have taken a step of making sure that we improve the TVET sector. We promoted all of them, the principals who were in Choburbu P. We had promoted him to Choburbu S. In order to align the TVET sector with what is happening internationally, your schools where we query introduce that one to make sure that the kind of education Samuel Ruto was really pained with the untimely death of his friend, which I would be able to read. He also sent his donation to the family, which I will also be able to take the opportunity to give Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and the command. We have pained by the passing on of Daniel Nyariki'S, the chief principal of Kisii National Polytechnic. Mr. Onyoki was also a respected service and industrious man, and the rich memories that he lives with us. We join man whose legacy will remain with us forever.
May we be comforted, my friend, Bwana Principal. Poreni sana. Finally, I familia zangu kwa familia ya marehemu, nasema pole sana. Na hiyo kazi iko mara mbili, kazi ya usalama na kazi ya maendeleo. Kati yetu ambaye anaweza jojea so nataka nihakikishie viongozi wetu, Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele, umesikia serikali ikisema niwaambie kitu moja kama naondoka. Desturi ya Wakisii toko jikokora ingi toko jikokora abantu baminto kibari basi kiongozi gego kutumia abana baitunga bachikuogerera abande masisi. Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hiyo ni uongozi jameni? Ya courage tumerete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 100 ya Kisii tutakubali hiyo upumbafu? Munafanyia maendeleo, si ndio? Kama ni hapa pana kerere, hapana nini kerere, tutajitokeza na kusimamisha hii usenzi. Lakini kuna wengine vijana wamekuja ambaye hawajui sababu. Naenda masisi ya Wini Ndubi na iko cousin wangu amefariki huko nyumbani,
Ndio tukasema musiwe na hofu, nitawaletea mchapakazi. Tumeka ni watu wa kufanya kazi. Asante, Mungu awabariki. Angependa our mom, Mama Lambura, Mama Mjane, the son to the late Dr. Kevin Nyariki. Baba yenu alikuwa amesimamia mambo ya utaratibu. Asante sana. Thank you so much. Now, I would like to recognize the presence of the governor of Kisii. Karibu sana, tunakutambua. I'd also like to recognize the presence of the members of Parliament, Mheshimiwa Zairi Jihanda, mjumbe wa Nyatoto. Karibu sana Mheshimiwa, mjisikie kwamba tumefurahi kwa uwepo wenu. Asante sana. Kwa sasa ningependa nikaribishe kanisa. All right. Masaba, Mheshimiwa Dr. Daniel Manduku. Asante sana, tunakutambua. Karibu sana na Mheshimiwa. See him there? All right. Thank you. Tukiwapatia nafasi the C of the CS, nikubalie sasa tuingie kwa kanisa. Kuwa na program nyingine hapo baadaye. Munikubalie kwa sasa kanisa, tafadhali. Our chap kick over from there. Karibu sana chaplain wa Kisii National Polytechnic. Karibu sana. Thank you so much. Thank you very much. Bwana Yesu. Sijasikia hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Hey. I'm so humbled. So on behalf of all the spiritual National Polytechnic, the students, the staff, of that honor, we have been working closely, and in spiritual affairs, I want to tell you, your sons, your daughters who are here, they are well fed under the Seventh-day Adventist Christian Union, YCS, and all those unions have benefited students directly. So wherever who is here and getting our voice, if you send your student here, know that they will be spiritually nourished. And I stand before you here also to say that there are great things, services that we have done out there, which was sponsored by our late principal, like missions. We have preached in different counties where he personally gave his offering. And because of the honor of the church, I want now to invite the immediate church of the late principal, and I invite the Reverend Mwagi, who will be taking us through. Thank you very much. Thank you so much. With a lot of humility, I just want to appreciate the presence of the governor, His Excellency the Governor. He has expressed a desire that he may be leaving because he has a commitment. We are people who honor leaders.
of course, as much as they also appreciate the role of the church. And my bishop has willingly requested that the His Excellency Governor speaks, but he also engages with because he's a man who's admired a lot. There may be people who want to move out with him. My humble request is that you come with people. I'm one of them, I'm the rest of, because we are in this county together, and I believe there's no much into this. You don't want to read any motives whatsoever. So, Your Excellency, I'm requesting the Bishop to give you that opportunity to share with a promise that even as you go, you don't move away with the congregation. That's my humble prayer, sir. God bless you so much. Now you may come and speak to your people. Thank you. Please make the mic ready for governor to speak. Yes. Haya, wacha tuimbe wimbo huu cha kutumaini sina ila damu ya Yesu Kristo. Cha kutumaini sina ila damu ya Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni, rohoni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambirambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Nyariki. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii, na pia katika ambao wanatuongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nilikuwa nikimbia matanga na mimi 2-3, nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu peke yake. Kwanza, mwalimu Nyariki, sisi kama county tulikuwa tayari na yule mwalimu aliyekwepo
tumetoa mashini za kutengeneza cabros ambayo iko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika kaunti hii watengeneze pavement za town yetu, kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu. Wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni vice chancellor wetu wa Kisii University, wish ambao wamenisomea hapa wangekuwa hapa, ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize, kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikwe hapa ipate bilioni 150, Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Mriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na mheshimiwa rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba nchi iko na deni. Hata sisi wa Kisii kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza, pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni, kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeweka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17 alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Mubaraki. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka negative energy, tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa county commissioner. County commissioner wake kuambia bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upige kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na nieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa, kama si rais na tushukuru mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma, nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante, kwa sababu ya kutengeneza ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027, ile kitu tutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs,
katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college. Nataka ni mimi nitoe onyo. Niwaambie, mtakubali niwaambie, kitu hatutakubali, hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magari, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi, tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba tuna kazi pale stadium. Tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti mbili zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea sasa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya umma kuliwa na wananchi. Nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika nyingine. Mzee Moi alilala ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote, na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi, na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili, nataka leo nimalizie kwa kusema, wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal
wakapresent before wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Homabay hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi, wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa, huyu mungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa mfanye bidii, ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za Baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii au hata askari wangekuwa wanang'ana. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya kina ambia huyu jamaa anaitwa County Commissioner, haizi tisha sisi. Haizi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umezea mbele leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali, nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba mtakaa kidogo, matanga yataendelea kama kawaida, na mimi nataka nitoe rambirambi zangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We want to go to the judge straight away, and the governor said he will sit down so that the meeting can proceed. That is his word. Baada ya mhubiri watakuja kuongea. Any other person? Your Excellency, we thank you for staying, and we hope you honor your word. Amen. Can everyone say amen? Say hallelujah. Hallelujah. We want to ask the choir from Rick Pentecostal Church, together with the Kisi Pentecostal Church and the Timna, to come and join here before the bishop stands to give a word, and we ensure that the church meeting. Public Service Commission, where Nyariki was one of the beneficiaries. We promoted all of them, the principals who were in the Machogu P, Q, and R, and the Nyariki, as he retired, we had promoted him to Machogu S. And also apart from that, we have taken steps in order to align the TVET sector
with what is happening internationally. Your Lordship, the Bishop, by introducing dual running in our institutions, by introducing CPET as we have known as CPC in our secondary schools, we have equally introduced that one to make sure that the kind of education, the skills and the competencies we give our people are indeed relevant and will serve the young people not only here within the country, but globally and even regionally. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, was really pained with the untimely death of his friend, Nyariki, and he sent his condolence message, which I will be able to read. He also sent his donation to the family, which I will also be able to take the opportunity to give his personal donation. And now, I want to read the condolence message from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, with their family and the friends of the late Daniel Nyariki'S. Wale vijana wasikie, we had a pain at the passing on of Daniel Nyariki'S, the chief. Damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka. Gemea daima, te chini ya kisha, Mwokozi atanitosha, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni. Na amani nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Nyariki. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii. Na pia katika ambao wanatuongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nikimbie matanga na mimi 2-3. Nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu pekee yake. Kwanza, Mwalimu Nyariki, sisi kama county tulikuwa tayari na yule mwalimu aliyekwepo, tumetoa mashini za kutengeneza cabros ambayo hiko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale, wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika county hii watengeneze pavement za town yetu. Kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu, wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu
ambaye ni Vice Chancellor wetu wa Kisii University. How I wish wao wamenisomea hapa wangekuwa hapa. Ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii. Lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize. Kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikue hub, ipate bilioni 150. Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Muriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na mheshimiwa rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba anasema inji iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeweka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17 alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa eti county commissioner hapa. County commissioner, wacha tukuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho kwenda upigiwe kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na lieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa kama si rais, na tushukuru mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 debeni, ile kitu hatutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nataka mimi nitoe onyo.
Si niwaambie? Mtakubali niwaambie? Kitu hatutakubali. Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magali, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Ameua watu. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi. Tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba hatuna kazi. Pale stadium tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti 2 zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea saa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7. Sasa wanaokota milioni 22. Mkiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika nyingine. Mzee Moi alilala akaenda, ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili, nataka leo nimalizie kwa kusema, wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal, wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Homabay hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi. Wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa. Huyu muungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi.
Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa mfanye bidii, ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya ambia huyu jamaa anaitwa county commissioner, hawezi tisha sisi. Hawezi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali. Nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba nitaka bizangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We want to go to the church straight away. And the governor said he will sit down so that the meeting can proceed. That is his word. Baada ya mhubiri watakuja kuongea. Any other person? Your Excellency, we thank you for staying. And we hope you honor your word. Amen. Can everybody say amen? Say hallelujah. Hallelujah. We want to ask the choir from Nyariki'S Pentecostal Church together with the Kisi Pentecostal Church and Tinga to come and join here before the bishop stands to give a word, and we ensure that the church meeting will honor the timelines because we honor time. Thank you so much. Nyariki'S Pentecostal Church, Kisi Pentecostal Church and Tinga. By the way, Tinga Pentecostal Church is the church where Madam Pastor Lucy is pastoring. So we want to honor her and honor the family for opportunity to serve the Lord. We'll be introducing the pastors who are here, and the Lord will do us good. Thank you so much. Thank you so much. And for your information, our church does not support any political affiliation whatsoever. So whatever opinion expressed basically is not for the church or is not government. We honor the President of the Republic of Kenya. We honor the governor. We are in. Now you may come and speak to your people. Thank you.
Please make the mic ready for governor to speak. Yes. Aya. Wacha tuimbe wimbo huu cha kutumaini sina ila damu ya Yesu Kristo. Cha kutumaini sina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka gemea daima, te chini ya kisha Mwokozi atanitosha, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Nyariki. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii, na pia katika ambao wanatuongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nikimbie matanga na mimi 2-3. Nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu pekee yake. Kwanza, mwalimu Nyariki, sisi kama county tulikuwa tayari na yule mwalimu aliyekwepo, tumetoa mashini za kutengeneza cabros ambayo hiko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale, wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika county hii watengeneze pavement za town yetu, kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu. Wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni Vice Chancellor wetu wa Kisii University, I wish wao wamenisomea hapa wangekuwa hapa, ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize. Kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikwe hub, ipate bilioni 150. Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Muriru
Lakini tulipokuwa tunaongea na Mheshimiwa Rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba anasema nchi iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza, pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeweka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17 alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa eti county commissioner hapa. County commissioner, wacha tukuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upigiwe kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na lieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa kama si rais, na atushukuru Mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie Mheshimiwa Rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 debeni, ile kitu hatutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nataka mimi nitoe onyo. Si niwaambie? Mtakubali niwaambie? Kitu hatutakubali. Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magali, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Ameua watu. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja,
hapa Kisii sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi. Tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi. Tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba hatuna kazi. Pale stadium tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, Ajiri Center, ambayo kaunti 2 zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea saa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7. Sasa wanaokota milioni 22. Mkiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika ni nyingine. Mzee Moi alilala akaenda, ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi, na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili, nataka leo nimalizie kwa kusema, wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal, wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Homabay hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi. Wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa. Huyu muungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic, na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa, mfanye bidii, ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole.
Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii, au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya ambia huyu jamaa anaitwa County Commissioner, hawezi tisha sisi. Hawezi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali. Nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba nitaka bizangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We want to go to the church straight away. And the governor said he will sit down so that the meeting can proceed. That is his word. Baada ya mhubiri watakuja kuongea. Any other person? Your Excellency, we thank you for staying. And we hope you honor your word. Amen. Can everybody say amen? Sema hallelujah. Hallelujah. We want to ask the choir from Nyariki'S Pentecostal Church together with Kisi Pentecostal Church and Tinga to come and join here before the bishop stands to give a word, and we ensure that the church meeting will honor the timelines because we honor time. Thank you so much. Nyariki'S Pentecostal Church, Kisi Pentecostal Church and Tinga. By the way, Tinga Pentecostal Church is the church where Madam Pastor Lucy is pastoring. So we want to honor her and honor the family for opportunity to serve the Lord. We'll be introducing the pastors who are here, and the Lord will do us good. Thank you so much. Thank you so much. And for your information, our church does not support any political affiliation whatsoever. So whatever opinion expressed basically is not for the church or is not government. We honor the President of the Republic of Kenya. We honor the governor. We are in
Tusihuzunike kama wengine wasio na matumaini. Tumeandaliwa jengo jipya, makao yenye furaha mbinguni. Hakika hatutawatangulia waliokwisha lala mauti. Parapanda ya Mungu ikilia, wafu watafufuliwa wote. Waliolala katika Yesu watarithi uzima wa milele. Waliokufa kinyume na Mungu wapokee mauti ya milele. Tusihuzunike kama wengine wasio na matumaini. Tumeandaliwa jengo jipya, makao yenye furaha ya Mungu ikilia, wafu watafufuliwa wote. Waliolala katika because we are cognizant of time. Can you wave to the clergy in the front here as a to tell our to speak the word. God bless you. Thank you very much. The family of the governor, the church, officiating church, and greet all of us in the name of the Lord. Praise the Lord. My name is John Orina Omangi. When I was being enthroned as the first bishop of Upper Southern Nyanza Diocese, we did this celebration in this institution. And it is in this vein that we are here to stand with the family and cement the friendship that we have. We are praying for the family that things that we do not change, we only accept, adjust, and advance. Mr. Daniel Nyariki'S, as the scripture says, that though Abel is dead, his actions still speak. Hata kama Abili alikufa, matendo yake na kazi yake inaongea. So from that scripture we learn that the righteous deeds or the influence of a godly man continues for a longer period compared to the influence of a bad man. So hata kama Abel hakuongea katika Biblia, the story ya Abel ilikuwa fupi sana. He was murdered by his brother, envious brother. He didn't speak much, but his acts of righteousness zinaendelea kuongea throughout generation. So a good man, his action, the small things that you do, writes in the hearts of people. So we want to say thank you very much for people who have come to stand with the family and with the church. And before I invite the bishop who is bringing us the word of God, people do not understand why the church come into the funeral like this one. We come to the funeral for three major reasons. Reason number one is to offer pastoral care and concern for the affected family. Tunakuja kusimama na familia ambayo imefiwa. Tuwafariji, tusimame nao mpaka wapate nguvu ya kuendelea. Number two, we come to celebrate the life of a soldier who has rested in Christ. Kama yalikuwa Mkristo na matendo yake mema, tunayasherekea. Number three, we come so that we may find space to preach the gospel. Bwana asifiwe. Tupate nafasi ya kuhubiri Injili. Kuna watu wanakuja kwa matanga hawajawahi kanyaga kanisa. Na hapa ndio tunapata nafasi ya kuwapea neno la Mungu. So those are the three major reasons why we come to the funeral. As the governor, we always hear that there is a planned meeting of reconciliation over things that are happening. We are appealing to you and other leaders of UC to consider inviting the church into such deliberations. We have insight that we can bring, but sometimes as church leaders we have been sidelined from such major decisions affecting the county and the people around. So I'm speaking here on behalf of many behind me that in the preceding meetings that you are going to have, of UC, where we are the bishops, you need to consider inviting these serious men of God to bring wisdom. He has expressed a desire that he may be living.
because he has a commitment. We are people who honor leaders, because as much as they also appreciate the role of the church, and my bishop has willingly requested that the governor speaks. He also engages with because he's a man who's admired a lot. There may be people who may want to move out with him. My humble request is that you calm your people. I'm one of them. I'm the rest of, because we are in this county together, and I believe there's no much into this. We don't want to read any motives whatsoever. So, Your Excellency, I'm requesting the bishop to give you that opportunity to share, with a promise that even as you go, you don't move away with the congregation. That's my humble prayer, sir. God bless you so much. Now you may come and speak to your people. Thank you. Please make the mic ready for governor to speak. Yes. Aya. Wacha tuimbe wimbo huu, cha kutumaini sina ila damu ya Yesu Kristo. Cha kutumaini sina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka, gemea daima, te chini ya kisha, Mwokozi atanitosha, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Nyariki. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii, na pia katika ambao wanatongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nikimbie matanga na mimi 2-3. Nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu pekee yake. Kwanza, mwalimu Nyariki, sisi kama county
tulikuwa tayari na yule mwalimu aliyekwepo, tumatoa mashini za kutengeneza cabros ambayo hiko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika county hii watengeneze pavement za town yetu, kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu. Wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni vice chancellor wetu wa Kisii University, how I wish wao wamenisomea hapa wangekuwa hapa. Ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize. Kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikwe hub, ipate bilioni 150. Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Muriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na mheshimiwa rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba anasema nchi iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni, kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeeka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17, alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa eti county commissioner hapa. County commissioner, wacha tukuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upigiwe kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na lieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa kama si rais, na atushukuru mheshimiwa William Ruto, alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante, kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 debeni, ile kitu hatutakubali.
ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs, katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nataka ni mimi nitoe onyo. Si niwaambie? Mtakubali niwaambie? Kitu hatutakubali. Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magali, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Ameua watu. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana, kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi, tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba hatuna kazi. Pale stadium tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti 2 zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea saa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7. Sasa wanaokota milioni 22. Mkiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika nyingine. Mzee Moi alilala ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi.
Na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie, kuna wanafunzi wawili. Nataka leo nimalizie kwa kusema wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Homabay hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi. Wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa. Huyu muungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa, mfanye bidii ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya ambia huyu jamaa anaitwa county commissioner, hawezi tisha sisi. Hawezi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali. Nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba nitaka bizangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We want to go to the church straight away. And the governor said he will sit down so that the meeting can proceed. That is his word. Baada ya mhubiri watakuja kuongea. Any other person? Your Excellency, we thank you for staying. And we hope you honor your word. Amen. Can everybody say amen? Say hallelujah. Hallelujah. We want to ask the choir from Nyariki'S Pentecostal Church together with Kisi Pentecostal Church and Tinga to come and join here before the bishop stands to give a word, and we ensure that the church meeting will honor the timelines because we honor time. Thank you so much. Nyariki'S Pentecostal Church, Kisi Pentecostal